8 ya mwaka 2016, sheria ya mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali, na hasa yamejikita kwenye kifungu cha 5 cha sheria hii. Yameorodheshwa kwa urefu, lakini kwa leo hapa nitayasema kwa ufupi yale maeneo makuu matatu. Na moja ya eneo ambalo mamlaka hii inatekeleza kama sehemu ya serikali ni uchunguzi wa kisayansi wa kimaabara wa sampuli na vielelezo mbalimbali. Lakini la pili, kutokana na uchunguzi huo, ni kutoa ushahidi wa kitaalamu kwenye mashauri mbalimbali mahakamani kote nchini. Na la tatu ni usimamizi na udhibiti wa kemikali za majumbani na viwandani. Sasa kwenye jukumu hili la kwanza la uchunguzi wa kimaabara, nayo tunaweza kuiweka kwenye mambo mbalimbali kama ifuatavyo. Moja ni kufanya uchunguzi wa sampuli au vielelezo ambavyo vinahusiana na masuala ya jinai. Kwa mfano, masuala yanayohusiana na dawa za kulevya, masuala yanayohusiana na mauaji pengine kwa kutumia silaha za jadi au silaha, lakini vile vile mauaji yanaweza kuwa yanatokana na sumu, lakini kuna masuala mengine yanayohusiana na ubakaji, kuna masuala mengine yanayohusiana na ujambazi au ujangili. Lakini eneo jingine katika uchunguzi wa kimaabara linahusiana na sampuli zinazoweza zikuwa zimetokana na majanga makubwa ya kitaifa yanayotokana na asili au shughuli za kibinadamu, ikiwemo ajali za majini, ajali za barabarani kwa maana ya magari, ajali za moto, ajali za kuanguka kwa majengo, ajali za ndege. Lakini vile vile uchunguzi huu pia unajihusisha na masuala yanayohusiana na mazingira, zikiwemo sampuli za uchafuzi wa hali ya hewa, maji na afya za wananchi. Lakini vile vile hata maji safi pia tunafanya uchunguzi, maji taka, lakini pia vile vile na maji tiba kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa. Lakini kwa umuhimu pia pengine na masuala mengine ya kijamii, ikiwemo masuala yanayohusiana na uhalali wa mzazi kwa mtoto, upandikizaji wa figo na mirathi. Lakini vile vile kwenye uchunguzi huu tunahusiana na kupima ubora wa bidhaa za viwandani, za kilimo, dawa asili, kwa lengo zima la kuangalia usalama wake na ubora wake kwa mtumiaji. Na katika eneo hili la uchunguzi wa kimaabara pia vile vile tunafanya uchunguzi wa masuala mengine yoyote ambayo yana maslahi kwa taifa kwa ajili ya kulinda afya ya binadamu au afya ya jamii pamoja na mazingira. Ni swala hili la pili ambalo ni sehemu ya majukumu hili ni utoaji wa ushahidi wa kitaalamu mahakamani. Kwa upande wa jukumu hili hasa zaidi linatekelezwa kwa mujibu wa sheria ya mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali sura namba 177 na sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura 20. Hivyo matokeo ya uchunguzi wa kimaabara ambayo tunafanya kama mamlaka unafanywa na matokeo yake ya uchunguzi yanatambulika mahakamani kisheria. Tukienda kwenye jukumu hili kubwa jingine la usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani, ndugu wanahabari, usimamizi wa kemikali unaongozwa na sheria ya kemikali za viwandani na majumbani sura namba 182. Sheria hii inatoa nguvu ya kisheria kwa mamlaka kufanya ukaguzi na usajili kwa wadau wote wanaojishughulisha na shughuli za kemikali, zikiwemo kemikali hatarishi kwa afya ya binadamu na mazingira. Na lengo kubwa katika usimamizi huu wa kusajili na kukagua ni kuhakikisha kuwa kemikali hizo zote zinazotumika kwenye biashara zinatumika kwa kuzingatia usalama wa afya za watu na mazingira, na pia kwa madhumuni yaliyokusudiwa, ikiwa ni pamoja na kuzuia uchepushaji wa baadhi ya kemikali unaoweza kusababisha au kupelekea kutumika kama silaha au kama dawa za kulevya. Katika kipindi hiki cha miaka 4 cha serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna mafanikio makubwa kwenye mamlaka au kwenye sekta yetu afya kupitia mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali. Na mafanikio haya hasa yamejikita katika uimarishaji wa huduma za uchunguzi wa kimaabara, utoaji wa ushahidi wa kitaalamu kwenye mashauri mbalimbali nchini,
na usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani, ujenzi wa miundombinu wezeshi ya ofisi na maabara kwa ajili ya kutekeleza majukumu, uimarishaji wa matumizi ya tehama na mafunzo kwa wadau. Tukienda kwenye hili jukumu la kwanza ambalo ni uimarishaji wa huduma za uchunguzi wa kimaabara, eneo la kwanza ambalo sisi kama mamlaka tunaona ni mafanikio ni ufanisi katika utoaji wa huduma za uchunguzi wa kimaabara, ambapo katika kipindi cha miaka 4 cha serikali ya awamu ya 6 kama nilivyosema, inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchunguzi wa kisayansi wa kimaabara kwa sampuli, tunaona ongezeko la sampuli kutoka 155,817 kwa mwaka wa fedha wa 2021-2022 hadi kufikia sampuli 188,362 kwa mwaka wa fedha 2023-2024, ambapo ongezeko hili ni sawa na 21%. Lakini katika kipindi cha nusu mwaka kinachoanzia mwezi Julai hadi Disemba 2024 hadi sampuli ambazo zimeweza kufanyiwa uchunguzi ni 108,851 ambayo ni sawa na 104.5% ya lengo la kipindi hicho, ambayo ilikuwa ni ufanyaji wa uchunguzi wa sampuli 104,161. Ndugu wa habari, ongezeko la sampuli zinazochunguzwa na Mamlaka ya Maabara Mkemia Mkuu wa Serikali, tunaona kwamba huu unatokana na kuongezeka kwa uelewa wa wananchi na wadau wa mamlaka, lakini pia vile vile na ubora wa huduma ambazo zinatolewa na mamlaka hii za uchunguzi tunazozifanya. Lakini pia vile vile sababu nyingine ya ongezeko hili ni kutokana na ushirikiano mkubwa baina ya taasisi za serikali za udhibiti kama vile Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya kwa maana ya DCA, lakini Jeshi letu la Polisi Tanzania, Mamlaka ya Mapato, wadau wengine wa afya zikiwemo hospitali, lakini pia wenzetu wa OSHA na wenzetu wa Baraza la Usimamizi la Taifa la Usimamizi wa Mazingira kwa maana ya NEMC, na wadau wengine ambao kwa namna moja au nyingine wanatumia huduma zitolewazo na mamlaka hii, ambayo wanaleta kwa ajili ya kupata uhakiki wa ubora wa bidhaa zao na kadhalika. Eneo hili, ndugu wanahabari, linakuwa pia na mchango mkubwa hasa kwenye uchunguzi wa sampuli kwa wakati na pengine na kwa haraka. Uchunguzi huu umeweza kuwa msaada mkubwa katika kusaidia pia uboreshaji au uimarishaji wa huduma zinazotolewa na taasisi zilizoko kwenye mnyororo wa haki jinai, ikiwemo hasa zaidi kutoa mashauri kwa wakati kutokana na uchunguzi wa kimaabara, lakini pia vile vile utatuzi wa migogoro ya kijamii kama vile uhalali wa watoto kwa wazazi au wa mzazi kwa mtoto. Lakini jingine kubwa ni utambuzi wa miili ya wahanga inayokuwa imeharibika vibaya, haiwezi kutambulika katika hali ya kawaida katika majanga mbalimbali ya kitaifa kama nilivyoyasema hapo awali. Sasa kupitia uchunguzi wa kimaabara unasaidia pia utambuzi, na tunaweza kukumbuka matukio ya hivi karibuni, kwa mfano lile la Kariakoo, lakini kuna tukio jingine lilitokea kule Mbinga ambapo wenzetu wa Tanzania walipoteza maisha. Sasa uchunguzi unaoletwa au sampuli zinazoletwa kwenye maabara yetu zinasaidia sana kufanya utambuzi ili ile mira na taratibu iweze kutumika katika kuwahifadhi marehemu wanaotokana na hiyo. Lakini pia vile vile uchunguzi huu tunaona una faida kubwa, unachangia sana kwa wagonjwa wanaohitaji huduma ya kusafishwa figo kwa kufanya uchunguzi wa sampuli za majitiba ambayo yanatumika kwa wagonjwa wanaohitaji kusafisha figo, lakini na vile na wale ambao wanahitaji pia kupandikizwa figo. Hiyo inafanyika kimaabara kubainisha uhusiano uliopo kati ya mtoaji na mpokeaji wa figo katika hospitali zetu hizi za huduma za kibingwa. Lakini jingine ambalo ni eneo kubwa la mafanikio ni utambuzi wa jinsi tawala. Tunaposema jinsi tawala ni kwamba mtoto anapozaliwa anaweza kawa habainishi yeye ni wa jinsi ya kike au jinsi ya kiume, lakini kupitia uchunguzi wa kimaabara tunaweza bado kusaidia kutambua kwa kushirikiana na madaktari bingwa, na hivyo tukawapa ushauri wa
wa kitaalamu na wao wakaendelea na tiba. Lakini jingine ni utambuzi wa sumu kabla ya kifo kutokea, tunaita kwa lugha nyingine antemortem. Uchunguzi huu pia unasaidia kubainisha sumu kwa wagonjwa wanaodhaniwa kuvuta, kunywa au kula chakula chenye sumu ili kupata tiba sahihi kwa wakati. Na eneo jingine ambalo uchunguzi huu unachangia kwa mafanikio makubwa ni utambuzi wa sumu pia baada ya kifo, kwa maana ya postmortem, ambayo hii inafanyika kubainisha sumu iliyosababisha kifo kwa mwathirika. Na eneo jingine ambalo uchunguzi wa kimaabara una mchango mkubwa ni katika kuhakikisha usalama na ubora wa bidhaa kama nilivyosema za viwandani, na hata dawa za hizi za kisasa au western medicine, lakini vile vile dawa za asili, lakini mazingira, usalama mahali pa kazi, na lengo zima likiwa ni kuhakikisha ulinzi wa afya ya jamii na mazingira. Sambamba na uchunguzi wa kimaabara, maabara hizi ambazo sisi tunazitolea huduma ni lazima ziwe zinakubalika kwenye viwango vya kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo eneo hili pia kuna mafanikio makubwa katika utoaji wa huduma ambazo zinakubalika kitaifa na kimataifa, na mamlaka yetu imefanikiwa kuendelea kutoa huduma za uchunguzi huu kwa viwango vinavyokubalika kwa kupata ithibati ya umahiri wa uchunguzi wa kisayansi katika maabara zake. Na vile vile pia kuna ithibati pia ya uendeshaji wa mamlaka kwa ujumla. Mafanikio haya ni makubwa sana kwa mamlaka na nchi kwa ujumla, ambapo kwa miaka hii yote minne ithibati hizi zimeweza kuhuishwa na kuendelea. Maana zingeweza, kama zingekuwa hazikidhi ubora wa kadiri ya vyombo vya kimataifa, zingeweza kuwa labda zimenyang'anywa, lakini zimeweza miaka yote hii mfululizo kuhuishwa na kuendelea. Na hivyo mamlaka ina uwezo sasa wa kupokea na kufanya uchunguzi wa sampuli na kutoa matokeo yanayokubalika kitaifa na kimataifa.